Popote ulipo, upo kazini, upo nyumbani, upo ugaibuni, ni raha tu tunakuletea moja kwa moja, ni utamu. Mashabiki wamejaa kiasi cha haja. Balangati linaburumishwa leo papa hapa uwanjani. Hapa zipo peke yangu, nipo na watangazaji wenza, kukuletea mechi hii live katika Hoga Ho. Ndo safari imeng'oa nanga sasa rasmi, imeng'oa nanga safari rasmi. Funga mkanda mchezaji wangu na mtazamaji, funga mkanda. Tumeanza safari, ni mapema na ndo mechi inaanza. Utamu ulioje Balangati hili. Balangati linapigwa hapa leo. Niite maskini mwana wa tajiri. Nitafurahia zaidi ukiniita Chief 001. Nashukuru sana wote wanaotufuatilia. Popote ulipo, iwapo upo hapa, upo nyumbani, upo kazini, upo gaibuni, tungependa sana kusikia kutoka kwako wewe shabiki wetu. Wewe ndo bosi wetu. Wanachukua picha ile ya pamoja, chukua picha ya pamoja baina ya mashabiki, ya waamuzi na nahodha wa timu zote mbili. Jazi nambari 10 muite Tony, anaongoza ile safu ya nyuma. Piga dua, piga dua timu zote mbili, wanapiga dua timu zote mbili, wanaomba Mola wao Jalali awajali, awanehemeshe neema zote, neema ndogo ndogo na kubwa kubwa. Safari hii kuona kama wataweza kufanikiwa. Kama unajiunga na sisi haraka na upesi, nikupe lineup ya timu zote mbili. Michumani upande wa Goro Sare wakiwa wamepiga kutoka kushoto kwenda kulia, wamekuvalia shati tao na kaptura nyeusi, shati tao zao nyeupe. Yuko Rio, yuko Banate, yuko Joseph Bradley, yuko Alex Pele, yuko Otieno, John Ngicho, yuko John Kelly, Kevin Omondi, Joseph Otindo, Geoffrey Odira, na kumaliza 11 bora ni Annex Biko. Timu ya Matutu wanaopiga kutoka kulia kwenda kushoto wakiwa wamekuvalia shati tao na kaptura nyekundu ni Stanley Onyango michumani, yuko Jerry Otieno, David Ongayo, yuko Tony Olo, yuko Kantona Uchieng, yuko John Fidel, James Ongesa, Neville, yuko John Olo, yuko Dominic Mangia, yuko Brian Odongo. Ni mechi yenye pressure kubwa, ni mechi yenye pressure kubwa mchezaji wangu na mtazamaji. Ni mechi imekusanya mashabiki wengi zaidi. Hii ni majirani, anaangalia kopo lake la saa, mwamuzi wa katikati
wasiliana na wenzake, anaanzisha. Mwenyezi Mungu mwenye kunehemesha neema zote, tupe baraka na fursa ya kuhakikisha tunakuletea mechi hii kwa dakika zote za muamuzi wa kati. Karibu Afrika Mashariki na Kati, karibu ulimwengu wa soka, karibu Gatuzi 046 Nyamira akiwa anawakilishwa na Nyamira. Ikabu ya kwanza sasa anafanya ikabu ile mchezaji jazi nambari 5 wa timu ya Matutu Muite Fidel. Pata ikabu ya mapema sana, wanapata ikabu ya mapema sana timu ya Agoro Sare, pata ikabu ya mapema kipindi cha kwanza. Msaji wangu, pata ikabu ya mapema sana ndani ya 94.1 Kisii FM. Mimina aone wapi, aweke wapi jazi nambari 5 Muite Kevin Omondi, analeta Tobwe, chukua kipa Muite Stanley Otieno. Tulia, Stanley Otieno analeta ndefu kwa kichwa, wanakata. Refari wa katikati anasema alisukumwa. Ikabu hiyo, ikabu ya kwanza kwa wana Matutu, wanaenda kuchukua jazi nambari 10 Tony Otieno. Nahodha anapiga ndefu, anakwenda walinzi wa timu ya katikati, walinzi wa timu ya katikati ya Agoro Sale wanafanya makosa ya kutowasiliana. Mchezaji jazi nambari 9 Muite Odo anahakikishia timu ya Matutu mguu wa kwanza umekwisha kuingia kwenye nusu finali. Ni raha ilioje, bado mapema sana. Dakika ya pili msaji wangu, dakika ya pili msaji wangu na mtazamaji popote ulipo, wamekwisha funga bao la mapema hili. Ndio bao ya mapema zaidi kwenye michuano hii. Bao ya Mremani wakipiga na Nyakach Girls ilifungwa dakika ya 3. Analeta chenga ya kwanza, inaita badilisha, piga Tobwe. Kipa anasema tuende kazi. Kizo zake naenda badilisha, Metolenga anakwenda, refari anasema ikabu hiyo. Kiba amekubali kwenda chini. Utamu ulioje! Hii ndo raha ya kabombo msaji wangu, hii ndo raha ya kabombo msaji wangu, hii ndo raha. Walipata nafasi ya kujibu mapigo. Refari anaita ganga za mganga, refari anaita ganga za mganga msaji wangu, kuona kwamba kipa wa timu ya Matutu anapata huduma za kwanza. Hii ni game kwa msaji wangu, pisha nikubishe, tisha nikutishe. Wanashambulia Matutu, wanakuta upande mwingine. Raha ilioje, utamu ulioje, ni raha ilioje msaji wangu unayetufuatilia kwenye mitandao. Raha na utamu sana msikaji wangu na mtazamaji wa Kisii Digital 94.1. na chechemea jazi nambari 17 Charles Otieno, ambaye ndo alikuwa mfungaji wa bao la 3 wakicheza na Ambira, ndo aliwapatia nafasi ya kuingia kwenye nusu finali moja kwa moja. Chukua sasa kipa Stanley Ochieng, chukua Stanley Ochieng, anaona mimina wapi, piga ndefu upande wa kulia, jibu mapigo Muite Odo. Chukua kipa wa timu ya Agoro Sare Muite Biko kwa kichwa, anajibu Davis katikati, anasukuma, referee anasema ikabu. Chukua ikabu wa Agoro Sare jazi nambari 6 Muite Charles Owino, anakwenda. Chukua kipa Muite Stanley, anaona aanze wapi kipa huyo Stanley.
analeta ndefu tena katikati, wanajibu mapigo wana Agoro Sare. Badilisha Mitulinga upande wa kulia, jibu kwa kichwa Tony Onyango, nahodha wa timu ya Matutu. Katikati anakwenda Fidel Ochieng, tuliza vizuri, dosha uchafu na udhia. Teri katikati, kata dosha uchafu na udhia, nakwenda katikati, anakwenda Devi, piga tobwe, inakatwa. Kona ya kwanza, wanapata kona ya kwanza msaji wangu, kona ya kwanza hii, wanapata kona ya kwanza msaji wangu, kona ya kwanza timu ya Matutu. Nilikwisha kuambia kwamba kwenye hatua kama hizi yeyote anaweza kushinda. Amepata bao la mapema dakika ya pili mwana Matutu, na anasajili kona yake ya kwanza, analeta, kipa anachukua, Nyaka ganda nao, anza haraka na upesi upande wa kushoto, leta shambulizi la kusukisha, kata mwite Johnny, jazi nambari 19, itoa lawama, anaanza rusha haraka na upesi, tuliza mwana Agoro Sare, yuko Kevin Ochieng, badilisha, jazi nambari 6, na kwenda wingi ya kushoto, leta mzuka, kata mwite Fidel, jazi nambari 17. Ndio hivyo kufikia sasa msaji wangu ni 1-0. Leta kisigino kitamu, na achilia mpira unatoka nje. Goal kick hiyo, Charles Onyango, jazi nambari 6, mshambuliaji wa kutokea katikati wa timu ya Agoro Sare, na wachilia utoke nje. Raha ilioje, utamu ulioje. Anaenda kupiga mwite Tony Onyango, analeta ndefu, jibu kwa kichwa, badilisha Mitulinga katikati, leta katikati, anakwenda cross safi, inakataa. Alileta ngizi hile ikakataa katikati. Sasa wanaleta Agoro Sare, badilisha Mitulinga, jazi nambari 16, inakataa. Geresha ya kwanza inaita, badilisha Mitulinga katikati, ndosha katikati, refari anasema ikabu hiyo, pata ikabu, fanya madhambi, anafanya madhambi beki wa kulia Teri Onyango, fanya madhambi Teri Onyango wa timu ya Matutu. Hatua kama 19 hivi ikipata mshambuliaji anaielewa kupiga mipira mifu hii kama Fei Toto, itakuwa 1-1, lakini wacha tusubirie. Sikiza ikabu hii msikaji wangu, Wangwe anaenda kuchukua ikabu hiyo, mchezaji jazi nambari 5 kama sijakosea wa timu ya Agoro Sare. Anaona weke wapi, kawaida utumia mguu wake wa kushoto, ndo beki mkabaji huyu wa wengi ya kushoto. Naona weke wapi, Omondi anasupiria yake, ni mechi nzito hii. Analeta ndefu, jibu kwa kichwa, refari anasema alinyaka kabu hiyo, alinyaka, anasema refari wa katikati. Ni mpira wa miguu huu, tusitumie mikono. Nikitoka hewani, yuko kifua mbele mwana Matutu akiwa amefunga dakika ya pili mwanzo, baada ya makosa yaliyofanyika na walinzi wa katikati wa timu ya Matutu. Nampisha mwenzangu, nampiza mwenzangu, msaji wangu na mtazamaji akuletee dakika 10 kisha
tarejea kutamatisha mechi hii. Referee anasema ikabu, wanapata ikabu tena, eneo la hatari sana wana Matutu. Nampa mwenzangu akuletee ikabu hiyo. Asante sana mwenzangu Chief kwa mahubiri hayo matamu ya soka. Nitekana kuletea mechi kati ya Matutu ambaye kwa faida ya bao moja sufuri kwa saa, yani kumaanisha hasara kwa Mwanagoro ambaye ndiye champion wa eneo hili la Nyanza. Wanapata ikabu wana Matutu sasa. Wanaenda kucheza ile ikabu na namba 9, 6 ama 10 ataicheza. Anacheza fupi, wanaanza Matutu, wanaleta kule nje. Wanajaribu kuleta tikitaka na ufundi kidogo, lakini kama iliwazidi maarifa na kujaja kuelekea nje. Wanatafuta bao la pili kwa udi na uvumba, bidii ya mchwa, pasi na uvivu wanzi. Wanakuja sasa ni Agoro Sare 6 mgongoni. Anakwenda kijana Odo, leta pasi ndefu kule, namna gani? Refa anasema vipi? Goal kick. Walipata nafasi ya wazi wana Agoro, lakini bado ile pressure ya kufungwa bao bado iko. Anaenda kuicheza nani? 12 mgongoni, beki msarabu. Mbele wanajibu tena Agoro. Katikati kwake 6 mgongoni, kijana Odo. Anakata ya kwanza, bado Odo. Kata nyingine ya pili. Wanakwenda. Wanasema namna gani Matutu? Jibu kwa kichwa, bado ni Odo. Wanakuwa namna gani kule? Wanaondoa. Wanakuwa kijana namba 20 mgongoni, kijana wa Matutu. Inakuwa ni kona kick. Wanapata kona ya kwanza. Wanagoro alipiga fataki, kijana alipenda cross safi, kijana namba 6 mgongoni, kijana Odo. Kabidi kipa toke, akatoka kimakosa, akaenda kusaidia kijana namba 20 kwa faida wana Matutu. Wanaenda kuicheza kona ni Agoro sasa. Agoro wanaenda kucheza kona sasa. Referee anamuita na mwambia usilete maziara kwenye mchezo wa soka. Ni namba 6 mgongoni, kijana Odo. Anaenda kuchukua kona ile. Kipa wa Matutu anaileta kona. Leta ndefu. Namna gani nje? Amekosa kumakinika kijana namba 19 mgongoni. Mwanagoro huyu ambaye kufikia sasa yuko chini ya shinikizo baada ya kufungwa bao la kwanza chini ya dakika 2. Wanaenda sasa mbele tena, ni nani hawa Matutu? Wanajibu kwa goli lake ni 17 mgongoni, mbele kumtafuta 9 mgongoni. Wanakosa kumakinika tena mabeki hawa Agoro. Wanaleta mbele huku sasa. Shambulizi kwenye maeneo gani? Refa anasema kishaotea namba 11 mgongoni. Upande wa Agoro. Alikuwa shaotea. Inakuwa ni ikabu kuelekea upande wa Agoro. Ni kipindi cha kwanza 1-0 kwa faida wa Mwana Matutu. Anacheza ndefu kule, namna gani? Wanajibu kwa kichwa ni Agoro. Katikati kwake 11 juu ya kichwa chake. Anakataa katakata 14 mgongoni kwa faida ya Mwana Matutu. Bado Agoro 11. Anachukua ngoma kumtafuta namba 7 mgongoni, captain. Anakata ya kwanza, anakata ya pili. Wanakataa katakata Mwana Matutu. Inakuwa ni throwing kuelekea upande wa Matutu. Haraka upesi wanaingia pale, bado inakuwa ni throwing. Wanarusha namba 7 mgongoni. Anajibu kwa kichwa ni Mwana Matutu, 6 mgongoni sasa wanakwenda Matutu. Leta ngoma ndefu kumtafuta nani? 18 mgongoni, anajibu kwa kichwa ni 19 wa Agoro. Agoro bado wanakwenda, wanatulia. Wanaleta ndefu huku, wanakataa katakata bado Matutu. Inakuwa namna gani? Anajibu kwa ulake bado wanakwenda Matutu. Wanajipanga Matutu. Wanaangalia cheza wapi? Leta cross kwake 11, anakacheza wapi? Bado. Kati ya kwanza. Leta nyingine, inakuwa namna gani? Inakuwa ni throwing. Ni ngoma aina yake ambayo kasi ya mchezo ni 70% hivi.
Mwana Matutu akiwa shafunga bao, lakini bado hajakuwa na ule utulivu, maanake anajua huyu ni Mwana Agoro, wakati wowote atanifunga. Anacheza kisigino safi 7 mgongoni kwa faida Mwana Agoro. Analeta ndefu kumtafuta kijana Odo, anakataa, ni Matutu. 3 mgongoni, wanakuja bado Agoro. 6 mgongoni kijana Odo, kata ya kwanza, kata ya pili, bado kijana Odo, inakuwa ni ndefu, inatoka nje ya kurusha kuelekea upande wa Agoro. Wanakwenda Matutu, bado wanaenda sasa Matutu, wanapanda kule. Referee anasema namna gani? Hamna. Referee anasema hamna. Enuka tuendelee baba. Hamna cha penalty hapa, ni nguvu ikuokoe. Kimo na mwili. Akina ubabe katika soka. Soka ni akili. Siku zote soka ni akili, si nguvu. Nguvu wape kina Tyson. Waende wakapigana kina John Rambo. Wanakuja bado Matutu, wanajibu kwa kichwa. Wanaenda kurekebisha makosa yale, ni Agoro. Kanzu safi, wanaenda bado Agoro katikati, 12 mgongoni, anamtafuta nani? Kijana Nana mgongoni, kwake 6 mgongoni kijana Odo. Leta ngizi safi, namna gani? Bado anazuia. Namna inakuwa ndefu, inatoka nje kumnusuru Mwana Matutu. Itakuwa namna gani? Basi ngoma kisha hivi kipindi cha kwanza. Hatujui mwenye bahati nani siku ya leo, lakini Mwana Matutu ashatinga bao la kwanza. Wanakwenda kule nje. Alipiga kichwa safi, lakini akikosa kulenga shabaha. Kufikia sasa ni Mwana Matutu 1, Agoro 0. Wanakosa kumakinika, ni Mwana nani Matutu. Wanakwenda namna gani? Wanandoa uchafu kwenye lango lao, ni Mwana Matutu. Inakuwa vipi? Wanakosa kuwasiliana, ile kitu kwa kizungu inaitwa lack of communication. Mwalimu wangu wa kizungu aliniambia, ambaye ni marehemu Maki Nyagora, alisema neighbors have no good communication. Sijui kama nimekiweka sawa, lakini wanasema majirani wao sio kuwa na uhusiano mzuri. Katika soka kuna lack of communication between the defenders. Mabeki wawili wakikosa kuwasiliana vizuri, italeta hasara kwao. Wanapata ikabu baada ya mchezaji nambari 11 kuotea. Wanaongoza bao 1-0 Mwana Matutu. Anaenda kuicheza namba 3 mgongoni Mwana Matutu. Leta ngizi ndefu kumtafuta nani? 7 mgongoni huku. Jibu kwa Kidari, bado Matutu. Inakuwa namna gani? Inakuwa ni throwing kuelekea upande wa Matutu. Wanakuja 6 mgongoni, wanakataa, bado Mwana Matutu. Anachenga ya kwanza 14 mgongoni kwa faida ya Agoro. Inakuwa throwing kuelekea upande wa Matutu, bado wako chini ya shinikizo. Timu zote mbili bado ziko chini ya shinikizo. Licha ya Matutu kufunga bao, bado hajamakinika. Agoro naye sema labda nikafunge haka, kwani hamna budi ila kusalimu amri. Ni semi finali aina yake, itakayoamua atakayetinga finali hiyo siku ya kesho. Kumbuka matangazo hayo unayapata moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii 94.1 ama Kisi FM digital platform zote, tuko live. Wanakuja, anakata kanzu safi nambari 6 mgongoni, anachenga wile lakini nakataa. Wanakuja sasa, ni Matutu kijana mfupi, baada anazuiliwa, anachukua 6 mgongoni Matutu. Kata ya kwanza naye inakataa, wanachukua 6 ni Agoro mkono kijana Odo. Namna gani anacheza ovyo. Wanakwenda sasa, ni Matutu. Jibu kwa kichwa, bado Matutu. Wanakwenda 9 mgongoni, namna gani? Chenga ya kwanza anazidi maarifa, bado wanaenda kule, namna gani? Bado wanakataa kata. Inakuwa ni refa anasema alichezea visivyo, nambari 14 mgongoni, inakuwa ni ikabu. Wanakuja sasa, ni Mwana nani huyo? Wanakuja nani? Mwana Matutu anajibu kwa kichwa, bado 17 mgongoni, anabwagwa chini, lakini bado anakataa. 11 anatoa crossi, inazuiliwa. Refa anasema alimsukuma. 11 pande wa Agoro alisukumwa, inakubwagwa chini, itakuwa ni ikabu ambayo inaenda kuchezwa na 6 mgongoni kwa faida ya Mwana Agoro. Bingwa huyu
wamefungua bao moja kufikia sasa. Ikabu wenyewe ni mita kadhaa kama 20 hivi kuelekea kwenye lango. Hatujui ndio itakuwa na matunda ya bao moja kwa moja, iwe ni sare ama itakuwa namna gani. Yote 9-10. Sikiza ikabu hiyo. Hamza Kimbo leta ngizi, jibu kwa kipa na okoa. Refa anasema namna gani? Kisha sukuma kipa. Siku zote mchezo wa soka anaelindwa zaidi ni kipa, manake yeye atakayo kwa jahazi. Yale mashuti yakipigwa yeye anabudi ile kuyazuia. Anaenda kucheza ni 10 mgongoni, captain wa timu hii ya Matutu wanawakilisha Nyamira. Wanaleta ngizi ndefu kule mbele, inakuwa namna wakosa kumakinika, bado wanaenda, bado ni Agoro, wanakuja bado Agoro. Namna gani? Cheza tikitaka tamu, wanakuja bado Agoro, wanakataa katakata mwana Matutu, bado Agoro wanacheza, wanaleta kule, kipa anachukua, inakuwa ni hafifu lakini kipa Agoro anamakinika. Wanakuja mbele huku, wanakosa kumakinika, bado inakuwa namna gani? Kipa Matutu anachukua, anasema yuko ange, anaruka juu kama nyani aliyemwona mwenye shamba, asije akapata adhabu. Wanaleta ndefu, kipa mbele huko kumtafuta saba mgongoni, jibu kwa kichwa, bado ni Agoro. Katikati huko kumtafuta kijana Odo kwenye kidari. Odo namna gani? Bado Odo leta crossi safi kule, inamchanganya namba 7 mgongoni, wanakwenda Matutu. Kibendera kishanyooshwa, kibendera kiko juu, inakuwa ni offside. Inakuwa ni offside. Mwamuzi wa msaidizi wa referee wa katikati ya uwanja sema ni offside. Leta ngizi tena mbele huku kwake sasa kwenye himaya ya Agoro, wanakosa tena, wanaleta ndefu, kipa anachukua Agoro, nasema ni tamu hii, wacha nichukue. Wanakuja sasa ni Agoro kwenye counter katikati mwa uwanja na bana mgongoni, anaangalia acheze wapi, mpe namba 7 captain, wanakataa katakata, bado ni Matutu tena, wanakuja Agoro, leta ngizi, nakataliwa 17 mgongoni, wakakataa, sema hapa piti mnyama hapa katikati mwa uwanja. Sasa Matutu anazuiliwa, bado wanakwenda Matutu, kijana mfupi anakwenda, bado namna gani? Zidi wa maarifa, inakuwa ni ya kurusha kuelekea upande wa Agoro. Mechi iliyo na kasi zaidi, hii ndio itakayoamua atakayetinga finali. Kumbuka semi ya pili itachezwa tu, pindi itakuwa ikianza tutakujulisha. Wanakuja sasa ni bado ni Matutu, Agoro anakataa, leta ndefu katikati, bado Matutu anachukua 8 mgongoni, leta ngizi kule, kipa anachukua, kosa kumakirika. Kifa kafanya masiara, lakini bahati kasimama. Tunakuwa tunahesabu bao la pili hapa. Kipa alifanya maziara, alifanya dakika ya pili, nusura ihesabiwe bao tena. Wanakuja kupata faida ya kuicheza ikabu ni mwana Agoro. Agoro wako katikati ya uwanja sasa, wanakuja Agoro, jibu kwa kichwa, anakataa captain fantastic kutoka upande wa Matutu, bado wanakimbilia ni Matutu. Inakuwa namna gani? Cheza ndefu mbele kule, namna gani? Bado wanachukua Agoro, wanakataa, leta kwenye kisanduku, wanakataa kwenye gula lake la kushoto. Sasa ni Matutu 6 mgongoni, leta cross, wapi? Inakosa kulenga shabaha, kumtafuta namba 7 mgongoni kwenye kidari, inakataa. Wanakuja sasa, kipa anachukua, kipa anatoka kwenye mayaga, anasema hapa wacha nigande nalo, wacha ikae mbele nikiwa nasubiria. Jibu kwa kichwa ni mwana Matutu, bado Agoro wanaisukuma kwake 8 mgongoni, kati ya kwanza kumtafuta 7 mgongoni, anakosa kumakinika, analeta kwake 8, wanakuja kuleta kwa, wanachukua, cheza ovyo namba 13 mgongoni, katikati kijana Odo namna gani? Anazidiwa maarifa, wanasukuma kapteni, lakini bado refa anasema tuendelee. Anakuja kijana 11, anakuwa namna gani? Nje. Anakosa ile kitu kwa kizungu wanaita stability
mobilization in football. Ni kijana ukimwangalia kimo chake ni kimo jamaa mwenye mwili tu mzuri, akikusukuma itabidi usalimu amri. Mbele sasa huku kwa mwana Matutu, anakataa mwana Agoro. Cheza namna gani? Anakosa kumakinika, inaletwa wanakuja Matutu, kati ya kwanza namchanganya, anakosa. Wanakuja sasa ni nani huyo mwana Agoro sasa mbele huku kumtafuta Saba, wanakataa katikata Matutu, jibu kwa kichwa Matutu namba 6 mgongoni, leta huku kumtafuta nani 18 mgongoni, cheza safi, wanakosa ovyo, inakuwa pasi ovyo, haijamfikia mchezaji mwenzake. Wanakuja Agoro bado wanacheza ovyo nao, inakuwa namna gani? Katikati kwake 8 mgongoni Matutu. Sasa Matutu anakwenda kumtafuta nani kijana 7 mgongoni, inakuwa namna gani? Anazidi wa maarifa bado Matutu 6 mgongoni, inakuwa ndefu, inatoka nje, inakuwa ni ya kurusha kuelekea upande wa Matutu, bado anarusha Agoro. Refa anasema namna gani hapa? Usirushi kama mboga, mchezo wa soka huu. Bado mchezo utulie. Refa anawaambia sijaona ulichokuwa ukitaka kufanya, nipe muda nikuruhusu, mimi ndio naye uamuzi. Anaenda kuanza tena ikabu kwa faida ya mwana Agoro. Anachukua majukumu beki mstarabu wa timu ya Agoro, analeta Ngizi kwenye kisanduku, anakataa katakata mwana Matutu, analeta kumtafuta nani 7 mgongoni huku, inakuwa namna gani? Wanaikosa 19, inamchanganya ngoma ile, kanzu freshi, inakuwa namna gani? Wanakwenda sasa mwana Matutu bio 9 mgongoni, anakwenda tikitaka ya kwanza, anaangalia cheza wapi, kati ya pili, leta cross wapi, leta cross nje, inakuwa ni kona. Kona ya pili kwa mwana Matutu, kona ya pili hiyo kwa mwana Matutu. Wakisuasua na kuboronga itabidi wasalimu amri, lakini mchezo wa soka siku zote hauna adabu. Kumbuka mwana Matutu alitoka chini akiwa bao 2-1 akashinda chini ya dakika 10, kafunga mabao 2 na kumshinda Tonga. Sikiza kona hiyo sasa, kona hiyo sasa, hatujui itakuwa namna gani. Leta kona sasa, kipa anasema niko tayari kuichukua. Asikiza kona, uwanja umejaa, tadani finali lakini si finali, semi. Mahasimu hawa wawili Agoro na Matutu kwenye michuano ya kirafiki wamekuwa wakipigana tu, huyo akimshinda na huyo anamshinda. Hatujui leo itakuwa namna gani. Ndo ngoma hiyo sasa, sikiza kona hiyo. Refari anasema namna gani? Tunasubiria kona ichezwe, hatujui kunaendaje, lakini mpiga picha anavyokuonyesha uwanja umejaa, mtadani finali, lakini semi hiyo ni nusu ya finali. Kwa faida ya mtazamaji na msikilizaji ambaye yuko mbali, ni 1-0 kipindi cha kwanza. Kipindi cha kwanza 1-0. Wasimamizi, waandalizi na the security officers wako tayari kuwatuliza mashabiki wa timu zote mbili. Hatujui itakuwa namna gani, manake mechi imetulia. Wachezaji wanauliza kunaendaje, walipata kuona, hatujui wameamua vipi. Huku wachezaji wa Agoro wakifanya ile kitu kwa kizungu inaitwa communicating, wajue watafanya vipi, watajinusuru vipi, manake ni kipindi cha kwanza na bado mechi iko live. Kutoka uwanja huu wa Cardinal Otunga Mosocho,
ambapo ni semi ya kwanza, ambapo kutakuwa na semi ya pili kama kutakuwa na mawasiliano baadaye. Mashabiki wanaamriwa kwamba hapa itabidi msonge kidogo, maanake hapa tunahitaji tuone kila bao lihesabiwe, na nyinyi pia msimame muangalie mechi, msije mkaitilafiana na huyu kipa akasema alipigiwa kelele. Yote 9-10 huwa sababu haikosi. Atakayeshinda akosi sababu, atakayeshindwa akosi sababu. Ndio maana wakasema hasidi huwa hakosi sababu. Mechi imesitishwa kidogo, naona maafisa wa polisi wasimamizi na waweka ulinzi katika uwanja huu ambao kidogo mashabiki ni wengi, lazima wangekuja ili kuwatuliza. Yuko OCS, yuko OCPD, yuko County Commissioner na watazamaji wote. Kumbuka tunashukuru nyote mnaotazama mechi hii kwenye mitandao ya kijamii popote mlipo. Ni Kisii FM 94.1 kwenye redio na Kisii FM digital platform zote. Utapata matangazo haya ukiwa kazini, ukiona umebanwa kidogo, ukienda tu kwenye mtandao utaipata. Wanaleta kona, wanakataa katakata. Sasa ni Wanagoro wanarudi tena Matutu, wanakosa kumakinika katikati ya uwanja. Kijana 11 anazidiwa maarifa, refa anasema alichezewa visivyo. Wanaanza haraka upesi, wanakataa. 17 mgongoni mwana Matutu katikati ya uwanja tena, bado wanajibu kwa guu lake. 17 mgongoni, anakimbilia ngome ile, nani? Hamna mtu, lakini ilikuwa shaotea. Mwana Matutu kishaotea. Wanakuja sasa katikati ya uwanja, leta ngizi ndefu, wanakataa bado Matutu. Kumbuka namba 7 captain amezidiwa maarifa upande wa juu pembezoni kule, imebidi amwambie kijana Odo wabadilishane. Sikiza ikabu, kijana Odo amechezewa visivyo. Nakupa ikabu alafu nitampisha mwenzangu Chief ya kumalizia mechi. Ni 1-0. Sikiza ikabu sasa, itazaa matunda ama itakuwa ni hali kavu. Wanaleta ndefu, wapi, namna gani? Bado wanakataa katakata Matutu. Wanakwenda sasa, namna gani? Chezewa visivyo, inakuwa namna gani? Linesman anasema namna gani? Foul kuelekea upande wa Matutu. Mwenzangu Chief yuko tayari akumalizia mechi hii. Asante sana mwenzangu. Wanapata ikabu wana Agoro Sare wakiwa wako nyuma shinikizo. Analeta ndevu Calvin kwa kichwa, anajibu katikati, anakwenda Devi. Geresha ya kwanza inaita badilisha, Neville inakataa. Kwa kichwa anacheza mwana Agoro Sare, anakwenda muite Odo, jazi nambari 9, badilisha Mitulinga kumtafuta jazi nambari 18, muite Devi, inakataa. Badilisha Mitulinga upande wa kushoto, na hodha huyo muite Neville Ochieng, achilia tuende kazi, leta shambulizi upande wa kulia, inakataa. Devi tena, badilisha Mitulinga katikati, wanakwenda Matutu katikati. Apigwa soka safi hapa, apigwa soka safi hapa mtazamaji wangu. Wana Matutu wakiwa wanaongoza bao 1-0, wakiwa ndo timu wakilishi, timu ya pekee na wakilisha eneo la Gusii kwa jumla. Wana Matutu anawakilisha eneo la Gusii kwa jumla. Amekwisha toka Sameta, ametoka Ungea. Mpira wa kurusha, naenda kurusha haraka na upesi, jazi nambari 6, mchezaji wa Mofa Neville, jazi nambari 6 muite Otieno
Geresha ya kwanza inakataa. Teri, ondosha uchafu na udhia. Katikati sasa anakwenda ni Odol, jazi nambari 19. Geresha ya kwanza Odol, badilisha Mitulinga. Geresha, refari anasema mpira umekuwa mwingi na umetoka nje. Mpira wa kurusha Kabu hiyo. Kipindi cha kwanza dakika za lala salama. Kipindi cha kwanza dakika za lala salama, anaongoza Mwana Matutu. Mguu mmoja umeingia kwenye hatua ya finali, mwingine upo nje. Dakika za lala salama, msikilizaji wangu. Sikiza ikabu hii. Naenda kupiga Teri Otieno, beki wa kulia wa Matutu. Pita mguu wake wa kulia, leta Valangate lile, analeta ndefu kwenye kistateri, chukua kipa, anakwenda Katari hiyo. Kataa kipa Rio. Ilikuwa ni nafasi nyingine ya kujinadhifisha na kupunguza presha, lakini mchezaji jazi nambari 19 Johnny kosa kumakinika. Refari wakati kati, chukua kipenga na eka baina mdomo wa chini na juu, anahakikisha kipindi cha kwanza Mwana Matutu akiwa anawakilisha jamii nzima ya Kisii ameandikisha bao lake la kwanza dakika za mapema. Poli hiyo analeta ndefu, chukua kipa Rio anaanza kutafuta jazi nambari 7, anakataa. Jonda Dera, mpira unakuwa mwingi na unatoka nje. Mpira umekuwa raha iliyoje, msaji wangu na mtazamaji popote ulipo, kama unatufuatilia kupitia 94.1 matangazo ya moja kwa moja kutoka huga wa shule ya upili ya Cardinal Tunga Mosocho. Kipindi cha kwanza anaongoza Mwana Matutu, funga bao dakika za kwanza za mapema kupitia mchezaji jazi nambari 9 Mwite Odo. Piga Tobwe na achelea mpira utoke nje. Piga Tobwe safi. Mchezaji jazi nambari 18 anaachilia. Mpira unakuwa mwingi unatoka nje. Anaanza haraka na upesi upande wa kulia, naenda na Oda Mwite Kevin Owino. Si ofisa wa polisi lakini ni Kevin Owino wa timu ya Goro Sare. Katikati badilisha Mitulinga sasa. Mwite Eric anakwenda, badilisha Mitulinga, analeta, inakata. Ndoka kipa nachukua chakula chake, anaanza upande wa kushoto kumtafuta Alex, upande wa kushoto kata Fidel, anaanza jazi nambari 6 Charles, mchezaji wa timu ya Mofa. Charles Neville ni mzuri upande wa kushoto, kawaida anatumia mguu wake wa kushoto, jazi nambari 6 wa timu ya Goro Sare, mchezaji mzuri mwenye aiba na talanta. Mpira wa kurusha, anaanza sasa Mwana Goro Sare, anaanza huko nyuma, badilisha Mitulinga, chenga ya kwanza inaita, badilisha Mitulinga, katikati anakwenda, inakataa, kata. Wamebadilisha mfumo sasa, wanacheza wachezaji 6 nyuma. Timu ya Matutu wanacheza wachezaji 6 nyuma kulingana na mkufunzi Edward Ongoro, mkufunzi wa zamani wa timu ya Shabana na Silibut. Pata ikabu ya rais, timu ya Matutu wanajua wanaongoza sasa, ni kumaliza muda. Anachukua Davis, anapiga ndefu, kosa mtu wa kuunganisha, jibu kwa kichwa tena. Sasa Mwana Agoro kwa kichwa, leta, anakwenda ndani. Geresha ya kwanza inaita, piga ndefu, toka nje. Goal kick hiyo, goal kick faida ya timu ya Goro Sare. Wanaanza kulia, badilisha Mitulinga, Varangati hilo linaita. Geresha katikati, wanaona vizuri kwake,
Neville badilisha Mitulinga kushoto, peleka jezi hilo linaletwa, leta cross safi, kosa kumakinika, jazi nambari 17 na faidi kona, wanafaidi kona yao ya pili wana Agoros. Sikiza kona hiyo, sikiza kona hiyo, inua mkono, analeta safi, kataa kipa Mwite Stanley, analeta tena, chilia mpira utoke, goal kick hiyo. Ni utamu msikilizaji na mtazamaji, unaletwa moja kwa moja kutoka huga wa shule ya upili ya Kardinal Otunga Mosocho, kwa ushirikiano mpevu baina yao na shule ya kitaifa Kise. Watakuletea mechi za kitaifa sekondari. Hizi mechi za sekondari zimevutia mashabiki, inaleta nakshi na mvuto wa aina yake. Katikati sasa wanaanza Agorosare, Emina wanaonana vizuri katikati, anakwenda Neville kwake Odhiambo Joshua, badilisha Mitulinga upande wa kushoto, anaanza Geresha, badilisha katikati, badilisha Mitulinga, chenga ya kwanza inaita tuiwa, nyang'anyo kiurahisi, anakwenda sasa Devi, jazi nambari 8, Geresha anakwenda Joni, jazi nambari 19, chenga ya kwanza inaita, ya pili inakubali, anakwenda kwenye kidari, anaangushwa, refa anasema penalty. Penalty mchezaji wangu, penalty mchezaji wangu. Wamekosa kujinadhivisha mchezaji wangu na mtazamaji, wamekosa kujinadhivisha mabeki wa timu ya Agorosare, wamekosa mawasiliano, walikosa kuwasiliana. Akaingia mchezaji jazi nambari 19 Muite Joni, akakula mtu chenga ya kwanza, akaingia kwenye kistari. Baada ya kuingia kwenye kistari, kawaida kama mshambuliaji, akasukuma, akakubali kwenda chini. Anawatunuku Matoto nafasi ya kupunguza pressure, anawapatia nafasi ya kupunguza pressure ya mechi mchezaji wangu. Anaenda kupiga penalty hii, anaenda kupiga penalty hii wana Matoto, anaenda kupiga jazi nambari 6, anaenda kupiga jazi nambari 6 Muite Neville, anaenda kupiga Neville jazi nambari 6, baina yake na kipa wa timu ya Agorosare. Ni raha iliyoje wakiwa nyumbani, anakwenda Neville, mimi napiga toa ndani. Barangati limekwisha kuzama mchezaji wangu, Barangati hili limekwisha kuzama kipindi cha kwanza, mabao mawili kwa Komba Hope. Barangati hili limekwisha mchezaji wangu, ni mabao mawili kwa bila. Faida ya mwana Matoto imekuwa faida tamu ulioje mchezaji wangu, wakiwa nyumbani wanajihakikishia nafasi ya pili ya kuingia kwenye fainali moja kwa moja. Asante sana kwa mtazamaji. Refari wakati huo anachukua kipenga na ikabila mdomo wa chini na juu, anakuhakikishia kipindi cha kwanza amekwisha rekodi ushindi wa kipindi cha kwanza. Tusubirie kipindi cha pili kitakuwaje. Ni raha iliyoje! Ni mara ya kwanza, ni mara ya kwanza kwenye haiba kubwa kama hii, shughuli nzito kama hii mchezaji wangu na mtazamaji. Timu inayowakilisha eneo la Gusii inafunga kipindi cha kwanza kabisa, mabao mawili kipindi cha kwanza, inaipatia tiketi timu ya nyumbani Matoto ya kuhakikisha kwamba wanaingia moja kwa moja kwenye fainali.
niseme hivi kwamba wamejisatiti, wamejaribu, wamehakikisha kwamba maelezo na maelekezo wamepatiwa na mkufunzi wao wameyatumia vizuri. Wamekuja kubisha kipindi cha kwanza, wametumia nafasi walioipata wakafunga bao dakika 2 za kwanza. Wamekuja dakika za mwisho wakishambulia, wameenda kushambulia na wao wamepata bao. Alichukua mpira ule mchezaji Odo, akachenga ya kwanza akamaliza, akaingia kwenye kistatiri akamaliza, akaenda akakubali kwenda chini, ikachukua penalti, akapega Neville akafunga bao safi. Sasa ni rasmi kwamba kipindi cha kwanza Matutu anaongoza dhidi ya mpinzani wake wa karibu aliyemuondoa kwenye hatua za makundi mwaka jana, Goro Sare. Nipo hapa na wenzangu kukufanyia uchambuzi wa kipindi cha kwanza. Kwa kifupi tu, kwa mtazamo, umeonaje mechi ya leo? Asante sana mwenzangu Chief. Imekuwa ni raha kumpiga kwa mwana Matutu, kumpiga ambaye ni champion wa eneo hili ambaye ni Goro Sare. Mashabiki unapoona uwanjani kwa upande wote wa Goro, wa Matutu, ni shamra tu kipindi cha kwanza. Mechi bado haijakamilika, ni kipindi cha kwanza. Kwa upande wangu hapa wa kushoto kuna shabiki mmoja, hebu msikize kwa maoni yako. Hii mechi unaiona vipi? Na Agoro kupigwa yuko chini mabao 2-0 na Matutu, unachukuliaje mchezo huu? Huenda Agoro wakarudi kwenye mchezo, wakapata sare ama kushinda, ama wataongezwa bao? Safi mwenzangu, asante kwa kunipa sauti hichi na kuzungumza leo Matatu. Kwa machina tu wananiita huko Kinyato, kwa muda zaidi utaniita mchukua msoo Michael. Tuko live Kenya uwanja huu wa Cardinal Otunga Msocho kwa mechi ya semi final ya kwanza wapo sitakosea. Mwana Matutu wanaongoza mawili kwa sasa. Siku zote mimi husema tusiandikie mate na wino huko, ama kutangulia kwa pasi kulewa. Acha tuone if na single minute can save a man. Wacha tuone kipindi cha pili ndipo tutaweza kuzungumza mengine kufikia. Na unaona vipi, Agoro ni kutokosa kumakinika ama wamezidiwa maarifa na Matutu? Mimi kwa mtazamo wangu Matutu wako na experience coach. Maana kwa coach amecoach kwa Nairobi, Mwatate, amecoach Gusi FC. Ni experience tu. Mimi naona kama ni experience, na iwapo wataendelea kucheza hivi watasidi kuongeza mapao zaidi ya 5 hivi. Mimi kwa mtazamo wangu. Asante sana. Maoni pia uruhusiwa 5-6 ni maoni hayakataliwi. Kwa upande wangu hapa kuna shabiki mwingine mmoja tumekuwa naye hapa tukitangaza mechi hii, anasema ni mwana Matutu. Asante sana. Sasa hebu naye atupe maoni. Agoro wako chini bao 2-0. Kwa maoni yako ni kuzidiwa maarifa ama ni kutojipanga? Hapana, timu ya Agoro wamejipanga, ila tu wakati wao yale matumaini walikuwa nayo timu ya Nyamatutu ilienda ikafunja kingo zake, ndio tumeona imeshababiza hizi mabao 2, na sisi tunasema kwa siku ya leo let the best team to win. Yeah. Asante sana, amesema let the best team win. Kwa upande wangu labda nimwalike mwenzangu ambaye ni senior katika matangazo yao, Jacob Ongeri, nimuulize kwa kifupi tu mechi ameiona vipi alipokuwa ameketi na imekuwa namna gani? Manake mchezo huu wa soka umewavutia wengi. Labda penye kulikuwa na tofauti, Mr. Jacob, ndio ni kuzidiwa maarifa, lack of communication, ama ni ile inaitwa lack of concentration? Manake ni vigumu kumpiga bingwa chini ya dakika 2 ushamfunga bao. Kipindi cha kwanza kikibaki bado dakika 2 unamfunga bao la pili. Sasa nani asifiwe, nani alaumiwe? Ile nitasema ya kwamba Agoro Sare wamekuja wakijua wao ni mabingwa watetezi, na vile wameangalia Matutu amekuwa akicheza mechi yake ambayo imepita, wameona kwamba wao kidogo wangewalemea, na Matutu wameingia wakijua kwamba tunacheza na mabingwa watetezi.
So wamejituma kwa kila namna, kwa kila njia, wakijua ya kwamba kutoka dakika ya kwanza hadi ya mwisho itakuwa tu kukimbisha Agoro Sare, angalau asiwape nafasi ya kupumzika, na imewapa matunda, sababu ukiangalia wanapopata mpira Matutu mbio hadi kule kushambulia kwenye eneo la Agoro Sare, na Agoro Sare wakipata mpira wanajaribu kupanga, haifiki. So Matutu bao la pili limempa nguvu. Nafikiria ya kwamba ikiendelea hivi Agoro Sare atafungwa la 3 ama la 4 pia, sababu atakuja kipindi cha pili akitaka kuendelea kutafuta. So kibarua kio kigumu. Nataka kuangalia katika mtandao wetu wa Facebook, kuangalia wale mashabiki wetu ambao wanatufuatilia, angalau kuwapa shout out kidogo, ili kuhakikisha ya kwamba tunaweza kuwaenzi kama wasikilizaji na mashabiki wetu. Ukiangalia mpenzi mtazamaji, cameraman wangu akimulika upande wa uwanja, ni kwamba kuna baadhi ya mashabiki ambao wanaleta vurugu ama kidogo hawajatosheka, lakini hali ya usalama iko shwari, ikijulikana ya kwamba iwapo mashabiki watajaribu kuharibu mechi hii, basi itakuwa ole wao. Katika kwa mtandao, ndugu yangu, nataka kuangalia hapa kule kwingine tumjuze msikilizaji na pia aliye mtazamaji. Israel Marcus anasema Tom kutoka Nyamila anasema well represented. Mika Kona anasema congratulations our boys Matutu. Obaga Joshua anasema wapi Nduru. Kisigal Toto anasema congratulations. Yobeshae anasema hoye. Viniesta anasema Matutu hoye. Hao ni baadhi ya wale mashabiki ambao wanatupata pale kwenye YouTube kwa mtandao, na pia kwa Facebook wanaendelea kufuatilia matangazo haya murua kutoka redio ipendao ya Kisii FM 94.1 Enka Yomugusi. Kakangu, nakwambia ukiangalia watu wanapenda mpira. Mashabiki wamejaa hapa, ikilinganishwa pia katika uwanja wa Kisii School. Pia mechi semifinali ya pili inaendelea pale, ambapo Cordero Bara anaendelea kucheza na ile timu tuseme ni timu ambayo inajulikana kama ndio Ambira. Tulipokuwa tumetoka hewani, Ambira alikuwa amefungwa moja na Cordero Bara. Tarudi hapa kumjuza msikilizaji na aliye pia mtazamaji inaendelea namna gani. Asante sana mwenzangu Jacob. Lakini kuna swali langu hujanijibu moja. Ndio. Ni kuzidiwa maarifa ama ni kutokosa kumakinika? Na swali la pili. Ndio. Matutu amekuja, alikuwa shapigwa 2-1 mechi iliyoisha. 3-2. Alikuwa shapigwa 2-1 kipindi cha kwanza. Akatoka chini, muda ukiwa na yoyoma, akamfunga mabao 2 Mwanatonga. Ndio. Tuseme labda ni ile kujiamini alitoka nayo katika ule mchezo wa Tonga ndo wako nao, ama amekuja akijua kwamba anayecheza naye akifanya maziara atamfunga mabao mengi. Hata wewe unajua, ukakutana jamaa ambaye unajua amekuzidi umri, ama sio umri tu, amekuzidi nguvu, umekutana yeye, utakuwa unarusha kwa umbali ukimpima, na ikimfikia lazima iwe kali, sababu unajua jamaa akiamuka kama utamlalisha chini itakuwa mbaya. Ndivyo wamevyokuja hapa hivi hawa vijana wa Matutu, na ukiangalia inaleta matunda. Lakini Agoro Sare ni wazoefu. Mabao 2 nafikiria hayatosha kwa timu ya Matutu, sababu Agoro atakufunga tena akufunge tena akufunge. So wanalohitaji kufanya Matutu ni kuendelea tu kushambulia ili kumpa pressure mwana Agoro Sare. Asante sana. Imekuwa ni kipindi cha kwanza kitamu, imekuwa ni mabao 2. Tuchukue mapumziko mafupi, na kabla sijachukua mapumziko mafupi, hebu kwa kifupi tu. Ndio ndugu yangu. Imekuwa ni mechi tamu, imekuwa ni mechi ya mbio, imekuwa ni mechi ya pressure. Ni bingwa na kidogo yule ambaye anasema acha mimi pia nitakuwa bingwa. Umeiona vipi mechi? Mechi yenyewe kusema kweli ndugu yangu, imekuwa ni mechi ambayo ilikuwa imesubiriwa kwa hamu sana, na hivyo kwa mashabiki wa nyumbani ambao ni mashabiki wa Kisii wameweza kujifurahisha, kwa maana timu ya nyumbani ipo kifua mbele. So kwa hivyo kile ambacho wanastahili kukifanya katika kipindi cha pili kijajo, labda waweze kuangalia au opponents waweze kuwakaba vizuri, angalau waweze kuthibitisha kwamba mashabiki wa nyumbani wamepata ushindi, na si ushindi tu bali pia
ushindi katika fainali, kwa maana ukitoka hapa ni fainali direct hapo siku ya kesho. So upande mwingine pia ndugu yangu naona Kodero Bara yupo fainali already. Yupo fainali mabao 2-0. So angalau acha tuone kipindi hiki cha pili kitakuwa vipi. Kwa faida ya msikilizaji na pia mtazamaji, langu jina mimi ni Super Konki Master, tukishirikiana hapa na wenzetu. Asante sana Super Konki Master. Mwelekezi wangu yuko Ange. Naona mashabiki wapo tayari kwa kipindi cha pili, ambayo mechi kidogo hatujui Agoro wamejipanga vipi ili kurekebisha makosa yao, ama itakuwa tena ni kuongeza makosa zaidi. Manake wako chini 2-0 kipindi cha kwanza. Muda usio mrefu kipindi cha pili kinaanza. Mashabiki nao washaanza kujipanga, wanaambia haya. Marefari wanaingia katikati mwa uwanja ili kujipanga na kuanza kipindi cha pili, ambapo ni 2-0 kwa faida ya Mwanamatutu, 2-0 hasara kwa Mwana Agoro. Hatujui itakuwa namna gani, tunangoja tujue hatma. Refari katikati ya uwanja yuko Ange. Nakupa 10 za kwanza, mwenzangu Chifu atakupa zingine. Tujue hatma, maanake kule kwingine tayari Super Konki alivyoniambia kwamba mmoja ashatinga fainali. Hapa napo mambo yakiisha hivi basi naye Mwanamatutu atakuwa ametinga fainali, lakini walivyosema wenzangu kwamba ukisileki ama ukizubaa Agoro atakufunga sana, jambo ambalo kidogo najua Matutu amekuja akijua huyu anayecheza naye anaweza akakufunga zaidi ya mabao 20. Manake wote wako sawa. Katikati ya uwanja kipindi cha kwanza, refa anauliza kunaendaje, kipenga kinapulizwa, wanaanza Agoro nyuma kwa 17 mgongoni, leta ngizi kwake nani 15 mgongoni, wanakuja Agoro, inakuwa ndefu, inatoka nje kuelekea, inarushwa kuelekea upande wa Agoro, anajipinda ni nani Mwanamatutu, lakini alirusha kama mboga, huyu Mwanamatutu. Unakuja kurekebisha makosa yale ni Mwana Agoro, yuko chini mabao 2-0. Unakuja Mwanamatutu katikati, nane mgongoni, leta ndefu kumtafuta nani 19 mgongoni, kimbilia ngoma ile, kipa anachukua 20 mgongoni. Kumbuka Mwanamatutu anachukua advantage kwamba kipa wa Agoro anatoka mapema. Sasa wanacheza ile inaitwa roofing the balls, ama kwa lugha nyingine inaitwa kupura kutoka kwa umbali, maana anajua atatoa rebounds. Wanakuja sasa namba 15 Agoro, kijana mfupi, leta ndefu kule, beki anakataa, captain katikati anaikosa, kosa kumakinika, 12 mgongoni Agoro. Wanakwenda tena Agoro, leta ngoma kwake 17 mgongoni, bado Agoro wanakataa katakata, wanakuja sasa Matutu, ngoma inakataa katakata, ni Agoro sasa. Wanakuja kule, hayuko, walikuwa mtafuta namba 7 lakini hayuko, inakuwa ni goal kick. Wanakuja Matutu mbele huku kushambulia eneo la Matutu, kipa anachukua upande wa Matutu. Namna gani, anaangalia cheza wapi, anatulia, anasema songa mbele, niwape ngoma hiyo, mimi ndio ninayo kwa wakati huu. Chawiza ndefu katikati huku kumtafuta nani, kijana 19 mgongoni, anaruka juu, anaikosa, piga shuti, nakataliwa, nazuiliwa. Anakuja tena ni Agoro sasa, wanarekebisha makosa, wanakosa kumakinika, wanakwenda Agoro, leta ngoma, anacheza ovyo na kuwa ndefu, inatoka nje. Anasema wacha ikae, tujipange. Huyu Mwanamatutu anakuja kucheza ni 17 mgongoni sasa. Huyu Mwana Agoro kwake 7 mgongoni, anazidiwa maarifa na beki mstaarabu.
leta ngoma mbele huku tena kwake 15 mgongoni Agoro, namna gani? Katikati kwake 12 mgongoni, leta Ngizi kwake nani 7 mgongoni, inakuwa vipi? Analeta ndefu kule kumtafuta mwenzake 3 mgongoni mwana Agoro. Kata ya kwanza anazidiwa maarifa, namna gani? Bado wanakwenda sasa, ni Matutu, ngoma inajaja inakuwa ndefu na kutoka nje, inakuwa ni kurusha kuelekea upande wa Agoro. Bado hawajatulia timu zote mbili. Agoro anatafuta bao la 3 na huyu mwana Matutu mradi ndiye anatafuta bao la 3. Mwana Agoro anatafuta bao la kwanza na la pili, ikiwezekana la 3. Hatujui itakuwa namna gani. Ni kipindi cha pili, dakika ni 4. Mambo yanazidi kunoga, uwanja umejaa. Majira ni yale ya saa 9, bado ya kurusha kuelekea upande wa Agoro. Wanaenda kumakinika kurusha ngoma ile. Sasa ni Matutu anajipinda kama upinde, anajipinda, rusha ndefu huku kwenye kidari. Bado Matutu jibu kwa kichwa ni Agoro, bado katikati. Anakuwa namna gani? Refa anasema akishasukuma huyu Agoro 12 anaangalia chezo wapi kwake nani 7 mgongoni. Leta Ngizi ndefu, wanakataa na Matutu anacheza ovyo. Inakuwa namna gani? Wanatoa uchafu na udhia kwenye maeneo yao. Ni huyu mwana Matutu anasema heri fedhea kuliko wache ikae nje warushe, ili tuweze kujinusuru, tujipange, maanake sisi tuna mawili. Wanakuja sasa katikati, ni Matutu, piga chenga ya kwanza, wanatoka sasa mbio kama pia kule juu, nami 19 mgongoni, anatoa uchafu nambari 4 mgongoni, anasema wache ikae nje. Anatoa uchafu, manake yule namba 19 mgongoni wa timu ya Matutu alikuja kwa kasi, wana hamu ya bao la 3. Hatujui itawezekana ama itakuwa namna gani, lakini siku zote mchezo wa soka hauna adabu. 90 waamua, ukikosa kumakinika dakika hizo zote itakuwa taadhibiwa tu. Wanaenda kuirusha sasa, ni mwana Matutu, jipinda kwenye kisanduku ndefu, jibu kwa kichwa namna gani? Bado anachukua ingidari, kasukumwa. Refa anasema mbaya hiyo. Wanaenda kuianza nambari 4 mgongoni, mwana Agoro analeta ndefu mbele, Matutu wanazuia, bado Agoro wanazuia Matutu, bado wanakuja kumakinika, ni Matutu na Agoro wanaleta ndefu, jibu kwa kichwa ni beki huyo ambaye ni captain wa timu ya Matutu. Wanakuja sasa Matutu katikati uwanja 8 mgongoni, anajikata kata ya kwanza, leta crossi safi katikati, wanakuja nalo, leta Ngizi ndefu, namna gani? Zuia, inakuwa ni goal kick. Kumbuka timu hii ya Matutu wamevunja mfumo wao wa 4-4-2. Sasa wanacheza 6-4, kumaanisha kwamba wako nyuma mtu 6, katikati mtu 4, kumaanisha wanacheza wakizuia, wakipata counter wanajiamini kwa mbio. Wanakuja 12 ni Agoro kumtafuta 17 mgongoni, na kwa ndefu inatoka nje na kwa kurusha kuelekea upande wa Matutu. Refa anasema itakuwa ni ikabu, ukisha msukuma ulimsukuma huyu mwenzako ndio kafanya makosa, lakini wewe ulifanya makosa kwa kwanza, kwa hivyo nitamzawidi yeye, iwe ni ikabu kwa faida yake. Anajituma mwana Agoro, analeta ndefu kule juu, namna gani? Nje, inakuwa ni goal kick. Bado hawajapata nafasi za wazi mwana Agoro, kumaanisha kwamba mwana Matutu anamzuia, anaenda kuicheza ni captain. Leta Ngizi ndefu huku kumtafuta nani 15 mgongoni, wanakataa katakata ni Agoro, bado Matutu anajibu kwa kidari katikati huku namba 8 mgongoni kumtafuta nani 17 mgongoni, wanakataa katakata, wanakuja moja ndefu, namna gani? Nakataliwa, sema ni foul. Alimkwatua, alimpiga buti, inaitwa buti, wala wa Mombasa kwambia ni buti ama kumkwatua.
aliona heri nikwambie utulie kuliko kufunga bao. Hatujui itakuwa namna gani, si mbali na kwenye lango la Agoro. Naangalia piga wapi yule mpigaji wao Mafataki huyu ambaye ni captain namba 10 mgongoni. Wanajipanga wachezaji watatu wa Matutu. Hatujui itakuwa namna gani. Sikiza ikabu. Wanaenda, wanatoa kule, inazuiliwa. Piga Fataki lakini inazuiliwa. Wanakuja sasa ni Wanagoro, wanazuia. Anakuwa namna gani? Wanaenda bado. Wanaanza kwa kasi ni Agoro, 7 mgongoni. Namna gani? Leta cross. Namna gani? Mzuie kule. Mbaya. Nasema wacha nimzuie. No diving. Yule mchezaji wa Agoro kishaingia kwenye kisanduku akiomba penalti, referee anamwambia nishaiona hiyo. Hiyo nishaiona. Referee amemwambia nishaiona hiyo. Amemwambia nishaiona hiyo. Acha tuone kabu itakuwa namna gani. Upande wa pili mashabiki na hamsa zao. Zile zinaitwa hamaki na mahanja mniameleka ya mashabiki kawaida siku zote mchezo wa soka. Wanaenda kuicheza ikabu. Ni Mwana Matutu. Wanapanga ukuta wa binadamu. Siku zote nakwambia ukuta wa binadamu hauna mawe wala mchanga wala simiti. Tunasubiri tuone itakuwa namna gani. Wanakwenda sasa ni Mwana Agoro. Alikadhalika kwingine nafahamisha huku. Naleta ndefu lakini kosa kumakinika. Inakuwa ni goal kick. Wakati huo ni kufahamisha kwamba watangazaji wetu wako viwanja mbalimbali ambapo full time kutoka uwanja wa Kisii High School. Sehemu ambayo ilikuwa ni ya pili, Ambira ameweza kubamizwa na kurambishwa mabao mawili ni kwa 0, kumaanisha kwamba mechi hii bado nayo ina mabao mawili. Hatujui nayo itaisha 2-0 ama itaisha 2-2 ama 1-2. Acha tungoje, 90 zitaamua. Wanakuja katikati, wanasema amechezwa visivyo fuzu kutoka maeneo haya, wanaenda kucheza naye finali. Wanaleta Ngizi katikati, wanakataa Matutu. Wanakuja ni counter sasa Matutu. Namna gani kumtafuta mwenzao lakini hayuko. Bado Matutu. Babatiza mtu namna gani inakuwa ni alimdabatiza mchezaji wa Goro, anasema yetu lakini anaambiwa haya. Wanaenda kuirusha, hawana haraka Matutu, wametulia, hawana spidi. Kodero washatinga. Tunangoja mechi ambayo inaendelea kwa hivi sasa. Wanakuja kwenye kidari Matutu. Namna gani? Wanakataa katakata Agoro. Na kwa bado ni throwing kuelekea upande wa Agoro. Wanajaribu kuzuia Agoro wasiongezwe bao la 3. Huku wakijaribu pia kutafuta bao. Wamepata ikabu, wakakosa kumakinika kuitumia vizuri. Inarushwa ndefu, jibu kwa kichwa namba 3 mgongoni Agoro. Wanakataa bado, wanaenda Agoro sasa. Katikati ya uwanja, jibu kwa kichwa ni Matutu. Wanakuja bado, 20 anajibu inamkosa kwa captain. Wa timu hii Matutu. Wanachukua kipa wa Agoro. Anarusha fupi huku katikati kumtafuta nani, 13 mgongoni. Anampa. Anakosa, anaenda 11 mgongoni sasa. Wachezaji wawili kwake 7. 7 anaangalia chezo hapa, ambaye ni captain wa Agoro. Anakata ya kwanza, kata ya pili. Namna gani? Refa anasema mbaya hii. Ukifanya hivi kwa mara ya pili na ya tatu mtawalia. Kumbuka kadi ya njano iko na ile nyekundu bado. Sikuisahau nyumbani. Ninayo hapa. Tutakuzawadi. Itakayotokea itakuwa ni hasara kwenu. Imekuwa ni ikabu. Pale ambapo walipata mara ya kwanza. Hiyo ikabu. Tunasubiria tujue mambo yanaenda namna gani. Mashabiki hamsa
wanafukuzana kidogo, lakini kawaida tu. Haya, wanaenda kuicheza ile ikabu, ni Agoro. Hatujui itazama tunda ama itakuwa namna gani. Bado referee anawaambia tulieni, ni wapange, kishamaliza utafute bao, tulifunga nitazawidi. Wanakuja sasa ni Agoro, anaangalia cheze wapi, nambari 7 mgongoni. Wanaleta ndizi safi, wanajipinda bado. Refa anasema ngoja tutulie, tujue kuna ndani huko, ndio niwaambie mcheze ikabu. Amaki tu kidogo kwenye uwanja, lakini kawaida. Refa anasema twende nalo, leta ngizi, piga mwamba. Namna gani huku? Piga mwamba, inakuwa ya kurusha kuelekea upande wa Agoro. Ananusurika Mwana Matutu, ilikuwa ni ikabu iletwa ndefu, piga mwamba, inakuwa ni kurusha kuelekea upande. Anakuja kumshika shabiki mmoja, hatujui alifanya nini, lakini hana viatu, hana nini, na shakamatwa hapo. Wamemwambia tulia hapa bwana, ungepigwa bure, kaa kwenye maeneo yenu. Mwisho wa siku hatujui hatima yake itakuwa namna gani, lakini sisi tupo kukuletea mechi. Mambo ya usalama, maafisa wa polisi wako ange, inaonyesha kwamba hakuna rafu zitakazo leta uwanjani huku. Anaenda kurusha sasa ni Mwana Matutu. Bado mechi imetulia, refa anauliza unaendaje huko. Pembezoni mwa uwanja mashabiki wa Agoro, pembezoni kulia na kushoto. Kwa Matutu nao wapo. Refa anasema tuendelee, mambo yashakuwa sawa. Anajipinda sasa ni Mwana Matutu, rusha ngoma hiyo sasa. Anajipinda, rusha, leta ngizi kati mwa uwanja, wanajibu Mwana Agoro. Anachukua ngoma ndefu huku, namna gani? Inakuwa ni goal kick. Mwana Matutu amerudi nyuma, Mwana Agoro aking'ang'ana kutafuta. Wakati huo inakuwa ni substitution kwa upande wa Matutu. Nasema kuna mchezaji ambaye itabidi tupumzishe kidogo, tulete nguvu mpya ndani, mwenye matumaini. Tujue ataongeza matunda ama itakuwa namna gani. Anamleta kijana mdogo nambari 7 mgongoni, kijana aliyetoa zawadi na kuwafanya Mwana Matutu kufuzu kufikia hadi alipo wakati huu. Inakuwa ni kona kuelekea upande wa Matutu. Wanarudi kujipanga Matutu sasa. Agoro wanaenda kushambulia. Sikiza kona hiyo. Wanaenda kujipanga. Anajivuta sasa. Namna gani? Analeta ndefu, wanakatakata Wana Matutu. Anarudi bado Agoro 7 mgongoni, 17. Leta ngizi ndefu nje. Inakuwa ni throwing. Wanakosa kumakinika Agoro, wakimtegemea mchezaji nambari 7 mgongoni, ambaye ndio amekuwa tegemeo kubwa na kuwapatia ikabu kama 3 na kuzalisha kona. Hatujui itakuwa namna gani. Wanakuja katikati huku sasa ni
Agoro na kutoka nje na kuwa ni goal kick. Anakuja kuanza ni kipa nambari 20 mgongoni mwana Agoro, katikati ya uwanja wanaleta Ngizi nje. Kwa ni goal kick. Walijua ya kwamba kipa wa Agoro anatoka mapema, kumaanisha wakipiga fataki kutoka mbali labda tazama matunda. Sasa imekuwa ni mshike na mashabiki. Mashabiki fukuzana za mashabiki tu kwenye uwanja, mashabiki wanafukuzana tu. Sasa mechi nao kidogo imetulizwa, maanake labda kuwa na utulivu na wachezaji nao wajue hatima yao ya usalama ipo namna gani. Sasa wale mashabiki walikuwa upande wa juu wamepurwa moyo na kuambia ondokeni hapo, ondokeni hapo. Sasa tunangoja tujue hatima ni gani. Vurugu zinaendelea, mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Imekuwa na mvutano, mashabiki wametoka uwanjani, wamevuruga mchezo, ikiwa ni dakika kama ya 80 hivi kipindi cha pili. Mwana Matutwa anaongoza kwa mabao 2-0. Mwana Agoro amepigwa 2. Hatujui mechi itakuwa namna gani kufikia hivi sasa. Uwanja umejaa mashabiki. Hatujui itaisha vipi, lakini mwisho wa siku tunachojua ni kwamba kuna mmoja amefungwa mabao 2 ambaye ni Mwana Agoro. Mechi bado haijakamilika, kipindi ni cha pili. Kipindi ni cha pili. Kumekuwa na vurugu kidogo, mshike. Tunangoja tujue hatima ya uamuzi na wasimamizi wa mechi ya leo itakuwa namna gani. Shabiki wamejaa uwanjani. Mashabiki wa Agoro wameingia uwanjani na kufanya mchezo kidogo kusitishwa. Hatujui itakuwa namna gani kufikia hivi sasa. Wasimamizi na waandalizi watatupa matokeo. Ni vita na kufukuzana kidogo. Mvutano kidogo. Hatujui itakuwa namna gani, mpenzi mtazamaji. Tujue itakuwa vipi. Tunangoja tujue ni namna gani. Ni hamaki ni kupelekana mbio huku, hali ya kufukuzana, ni hali ya paka na panya kufukuzana. Tunangoja tujue itakuwa namna gani.
Goro mpira yao. Kufikia sasa ni 2-0. Mechi imesitishwa, tunangoja tujue uamuzi, mechi itaisha namna gani. Manake kufikia sasa mechi ni 2-0. Kumekuwa na mvutano kidogo, tunangoja uamuzi. Maafisa wa polisi wako, tunangoja tujue itaisha namna gani. Wachezaji wameshaondoka uwanjani wa Matutu, wanapewa ulinzi. Tutafahamishwa itaelekezwa pande gani. Sisi tunangoja. Kwa sasa mechi imesitishwa, kilikuwa ni kipindi cha pili, mabao yalikuwa ni 2-0, mechi imetulia. Imekuwa ni dakika 70 ambapo mechi imesitishwa, hatujui itakwenda namna gani ama itaelekezwa upande upi. Kufikia sasa ni 2-0, 2 kwa Matutu, 0 kwa Agoro. Tunangoja tujue itakuwa namna gani. Mashabiki bado wanatafutana tu, tukingoja wanaleta mvurugo, tujui. Wachezaji wa Matutu wamesema wacha sisi twende, nyinyi miliki uwanja, wacha sisi twende tusalimu amri. Siku zote mwenye nguvu mpishe. Nyuma kabisa. Pita mbele.